Kama kuna kitu napenda siku hizi ni the way we are questioning the church as well. Because for the longest time tumekuwa tukiambia kwa achia Mungu, achia Mungu, achia Mungu. Si Mungu tumembebesha mizigo mingi sana. And Mungu anasaidia watu wanajisaidia. Because wanatuibia pesa tunaambia tuombe. Wanaua watoto huko kwa streets tunasema tuombe. Tuombe. Yes, maombi ni mzuri, but we should also take action to first defend ourselves as well and to question. Si wakati wanaiba wanafanya nini, they are not being questioned. Tunaambia tuachie Mungu atafanya. Mungu anasaidia watu wanajisaidia. And huyu Mungu mwenye tunafikiria maybe atadili na wao, he might never deal with them. It is upon us. If you are feeling oppressed, unasikia 11 billion wameiba, what actions can we be able to take to correct such kind of things? Because also these are perennial criminals, and to deal with them sio tu maombi. These ones need more than maombi, and we need to be involved citizens. We first need to know our rights. Ujue kwanza umeibiwa nini na nini. Usifikiri 11 billion imepotea si yako, it affects you. Uko na mgonjwa, mnahitaji harambee, uko na nini na nini. Na kuna mtu mmoja aliniambiaga, if you want to know Moi yako mbaya vile, show me a video ya Moi akiua watoto huko kwa streets. Show me a video ya Moi akichoma watu kwa kanisa ama akifanya kitu kama hiyo, so that you know the extent of the kind of people that we are dealing with. Na ndio anajifanya kwa waombaji sana. So we need to be very careful. We first need to know our rights in the constitution, na tukue very strong enough such that we will not have people will come and mutilate this constitution. Nilishtuka juzi kuona State House watu wanapiga makofi hivi tu. Amesema countries that are led by dictators wameshaanza kupiga makofi. Nikashindwa hawa. But anyway, let us first know our rights, and let us know that not everything is going to be solved by prayers. We have to take our personal actions as well. Viva grandson Mama Wakili, viva.